Hello. So now that set up form yetu, imagine a scenario yenye unapata submission maybe kutoka other countries like India, Russia and all that, na hapo ulikuwa set up form yako na unataka tu tenda kutoka wasako your country kama ni Kenya, Uganda ama Tanzania. So hivi ndo venye tunaenda kufix hiyo kutumia WP Forms. So the first one itakuwa continuation kutoka ile series ya last week. So kama hujapata chance ya kuwatch, link yake iko hapa juu, so unaweza iwatch. With that said, so I'm going to edit ile form tulikuwa set up last week, and one of the first method ni kutumia allow list. So kwa hii unaenda click on the email, then you go to advance. Kutoka advance unaenda select allow or deny. So unaenda begin na allow list. So kwa allow list nataka to only allow submission kutoka emails zenye ziko na @gmail. So kufanya hivyo unaenda kuweka tu, unafinya shift in your keyboard, then asterisk, then then gmail.com. Then hapa acha ni save. Tulikuwa embed form yetu kwa hii page, so naenda view hiyo specific page tulikuwa embed. So hiyo page ikiload nda make sure hii imesave, imesave it. Alright, acha tu nitumie preview. So for example tuseme ni test@wpforms.com, so itani triggeria hii error that this email is not allowed. Na the advantage unaweza badilisha hii validation message. Kufanya hivyo unaingia tu dashboard, then una hover on this, then go to settings, na once umefungua unaenda hapa kwa validation. So kutoka hapa sasa unaweza badilisha any validation message yenye unataka. So now venye tumeona hiyo allow inafanya, naenda kuonyesha the disallow list. So disallow list kama unataka kublock a certain pattern. For example kama nitoka Gmail na ni biashara unataka tu tenders kutoka wasenya kuna kampuni, na hiyo kampuni lazima ikuwe na domain, na hiyo domain lazima ikuwe na appropriate emails which are professional. So naenda kusave hii alafu ita reload automatic. So for this assuming miss hatutaki submission toka Gmail, so tukisema tu test@gmail.com unaangalia ina flag the same error. Niangalia, deny list nafaa kuweka hapo kwanza, sorry sikuwa nimeiweka hii. So naenda kusave it, so ina reload, then nasema test@gmail.com. So hivi ndio venye sasa itasema this email address is not allowed to submit, na you can be able to modify your validation message venye unataka ikae. So njia ya pili ya kufanya, so for this naenda remove hii. Another way venye unaweza fix spam issues, unaenda hapa kwa settings, then spam and protection. So within this page WP Forms ina provide a number of free ways yenye unaweza fanya nayo the free version of WP Forms Lite, which tuli set up last week. So unaweza enable anti-spam protection, na another method ni enable the minimum time to submit. So for this itabidi ume set up the duration hapa. By default inakuwa 2 seconds, but me recommend the best ni kuweka around 60 seconds, so that is around 1 minute, meaning anything that is a spam submission cannot retry submitting within 1 minute. So acha ni save hapa, and hapa tunaenda kujaribu so first of all acha ni disable, then naenda kusubmit ya kwanza. So jina ni Mike Kipruta, then email acha hii ni testing, alafu we adjust the testing, then hapo unaenda kusubmit. So after submitting ni just make sure that inaingia kwa email. So hapa ndo unaangalia bado notification zetu zinafanya poa, na kama uko na shida na email notification, kindly refer to the very first video venye nilikuonyesha how to set up na venye ku fix email delivery. So naenda delete hiyo, then narudi kwa settings na enable time minimum ni 60 seconds. Hapo naenda kusave, then ina reload the preview. So jina ni Mike Kipruto, then testing, then hapo we're just testing. Najaribu kusubmit, unaangalia that please wait a little longer before submitting, we are running a quick security check. Na the main reason ni juu tuko na hii minimum time to submit enable. So hizo ni njia mbili
So naenda kuonyesha another njia which is far much better, na that is what natumianga kwa website zangu, na I would recommend you to try. So njia ingine naenda kutumia plugin inaitwa Active Layer. So for Active Layer is one of the new ways WP Forms recently wali implement, yenye itakuwa inatumia a high check to validate kama submission is spam ama kama submission ni clean. So for that unahitaji plugin inaitwa Active Layer. So ukienda hapa itakuja kukutrigger either to activate kama bado kama already uko na umeinstall, ama itakuitisha kuinstall, of which itakuprompt kuinstall, na installation itainstall toka wordpress.org. Once sasa imeinstall itakupeleka through the steps on how to set up. So quickly naenda kwa dashboard, naenda kureload backend yangu. So as soon as nikireload utaangalia hii additional menu imekuja. So hapa sasa unaweza enda kusetup, na once imekuwa setup kutakuwa na these options zenye unaangalia submission gani imekuja and all that. So hapa ukikuja kwa settings, hapo sasa ndo venye unaenda kuget your API key. Advantage ya Active Layer, so acha ni search hapa kwa Google. So ukisearch Active Layer, so hii ya kwanza inakuja na ndio ni plugin. So hapa ukikuja kwa pricing, so advantage ni they have a free plan, na hiyo free plan iko na okay, once hiyo ikienda kuload naenda kufungua hii dashboard. So now that it has loaded, so kuna hii free plan yenye iko na up to 1000 checks one time. So hiyo itakusaidia kusetup, ni unlimited website, uko na full API access na hakuna credit card inahitajika. So hiyo tu tunasema tu continue with a free plan, na hapo sasa itakuprompt uta setup, which is actually easiest to set up. Once ume setup unarudi kwa form builder yako, una reload. So acha mimi ni reload, then una enable Active Layer protection. So that is it, hakuna setting nyingine utafanya. Na advantage ya hii Active Layer, unaweza enable hata kwa kitu kama comments, na we mwenyewe unaweza taka venye unataka EBF, kama unataka ina retain never keep at all, ama unataka i retain 1 year. So that is your own decision. Na kama unataka synchronous method, ama unataka environment detection and all that, so hiyo ni better. So ukitumia synchronous mode kitu inafanya, when it's enable submission, I check for spam during form submission. So for this, ile time yenye msana anaenda kusubmit form, hapo ndo venye spam check inafanyika. So hiyo inakuanga much easy, cause hapo ndo itaget kudetermine at that point kama hiyo submission is spam ama kama hiyo submission ni clean. So that is how that works. Na another method yenye unaenda kuangalia ni kutumia the normal. So hapo unaweza tumia the edge capture, unaweza tumia the Cloudflare turnstile ama the recapture. So kusetup hizo methods unakuja hapa kwa WP Forms, then unaenda kwa settings, na kutoka kwa settings unaenda kwa capture. Hapo kwa capture wewe una decide ni method gani wewe unataka. So kuna edge capture. So kwa edge capture kuna documentation hapa WP Forms ina provide, na is actually an easiest documentation unaweza follow along on how to set up. So basically una login kwa edge capture account, then once ume login unaenda ku add domain. So hapo once ume add domain unaenda ku capture, unaona once ume add domain hapo unaenda ku get easy details. Hii ni the site key na the secret key. Once ume set up all that, na ukikuja kwa form builder yako unakuja ku enable the edge capture, then acha ni save it. Hii ita reload the page for us once hii ime save. Alright, nime enable the edge capture, so acha ni reload the page. So ikireload the page yenye iko na form itakuwa na hizi checks zenye Samsung before submit the form atakuja kufill. Yeah, so for this sijui what belongs to the same room and all that. So una select, na hivyo ndo venye vitu zinakuja kufanya. So kama hii si ni hii na hii na hii, then unakuja kuverify, na hapo ndo ina verify that the user cbot ni a user and they will be able to submit. Another method ni kutumia the R capture. So personally na preferring the invisible ones, that is the invisible recapture version 2 ama version 3. Hii ni by Google, na the good thing tuko na
a detailed step by step documentation on how to set up it. So acha tu hiyo page reload. So ndo hii, so itakushow through venye ku set up all that and everything. So once ikifanya hivyo, unarudi tu kwa form builder yako, unakuja hapa, so enable this, then una save that. Once umesave this, una reload hii. So by default, acha ni reload the form builder, then unakuja kuenable the reCAPTCHA version 2. Once iko enabled, utaangalia hii protected by the R captcha, na hivyo ndo venye form yako inakuwa protected. Na the last easiest method which is actually on free plan ni kutumia the Turnstile by Cloudflare. So hapa kuna hii documentation. So venye wewe unafanya hapa, unaingia kwa cloudflare.com, then unaongeza domain yako. Once umeongeza domain yako, unaenda kupick hiyo API. So hii ndo documentation venye WP Forms ina provide. Una login to your Cloudflare account, then hapo unaenda ku-add the widget. Once umeenda ku-add the widget, unaongeza the domain yako. So kama ni mike.co.ke, once umeongeza hiyo domain, unakuja kucopy hizo the site key na the site secret. Once umecopy, unakuja kuzipaste hapa, then una save the changes. As soon as umesave the changes, so acha ni reload the form builder na ku make sure hii iko enabled, then ukirudi ku preview your form, ita load hii check ya spam ya Cloudflare, na hivyo ndo venye domain yako or rather form yako itakuwa protected against spam submission. So another way is now that you're going to check ni zenye ziko part of the paid plan of WP Forms. So for this, hapa naenda kwa plugins. So kwa plugins niko na WP Forms Pro, that is the paid version of WP Forms, because niko na active license ya WP Forms. For me, natumia the Elite license. But the advantage with this, si lazima utumie the Elite license ndo upate ku access. So even the cheapest plan, which is $49.50 for the first year, hapo ndo venye unaweza enda kuget some of these tools. So the next tool yenye naenda kukushow ni hapa, na kuja ku disable this, save this, alafu na reload our form builder. So nikireload our form builder, utaangalia kuna hizi options zimeongezeka. Kuna the country filter na the keyword filter. So in my opinion, the best anti-spam option, especially kama una run leads, ni kutumia the country filter, simply because with this one unaweza enable entries ifanye submission from a specific country. For example, niko Kenya, so sema nikisema nataka submission kutoka Uganda, acha ni save it. After saving it, naenda ku reload page yetu, form yetu. So nikijaribu ku make submission kama Mike Kipruto, test at mike.co.ke, then niseme this is actually a test, alafu just testing. Definitely I will not be able to submit juu inasema sorry, this form does not accept submission from your country. So because nimeset only to allow from Uganda, so if I'm in Kenya nasema tu I only need submission from Kenya, and that is how you can do it. Then you can be able to change this message. So acha ni disable hii, then kuna hii option ingine ya kuita the keyword filter. Advantage ya keyword filter ni wewe unaenda ku set up words zenye hutaki. By default kuna kwa na extra cache, free membership, search engine optimization and all that, na pia kuna hii message yenye wewe mwenyewe unaweza save. So acha ni save hii form yetu, then acha nitumie one of the words kama hii search engine optimization kama subject. So naenda kufanya hivi Mike Kipruto, then test at gmail.com, alafu reason ni hiyo, then want to increase your traffic, then acha tujaribu kusubmit. Unaangalia that sorry, your message cannot submit because it contain prohibited words. Na the advantage ni unaweza change your validation message yenye customers watakuwa wanaangalia hapa. Then the last option, which if you're a power user, the last option that I'm going to show ni kutumia form locker. So form locker inakuja handy if you want to only accept membership kwa website yako. Form locker is part of the Pro. So
So hapo acha nikuje kwa plugins. So kwa plugins page kuna hii plugin nafaa kuinstall, of which nisha install, inaitwa WP Forms Form Locker add-on. So once imeinstall, hapa tunaweza enable verification, and one of the verification natumia ni email verification. Na hapa unaambia tu msee please enter and submit your email to get started. Then acha ni save hiyo, then hapa naenda ku preview the form. So ukienda ku preview naangalia msee atahitaji ku save kuweka email yao. So hata mimi niweke kwa Gmail yangu. So once nimeweka kwa Gmail yangu, so narudi hapa na nafungua Gmail. So inaniambia please check your email inbox for verification link. So na hii ndio imekam. So hapa naenda kuclick hiyo na hapo ndio itanipeleka na itanipatia form. Advantage for this method ni considering a spam submission cannot be able to have a genuine email, so it works handy. Now the advantage with this is there are other advanced features which we will be looking in the future videos, such as other verification methods like the form scheduling. Unaweza schedule time yenye form yako unataka. The limiting the form, you can limit the form to only logged in users. Ingine unaweza limit form based on the number of restriction, kama total entries like unataka tu only one entry. Na hii inakuanga poa kama uko na una run kitu kama giveaways, na kuna hii unaweza limit entries either by IP address ama kwa email address. So those are the options zenye tunaenda kuangalia in the future. So be sure to subscribe to our YouTube channel, and if uko na any question just leave it at the comments. I will be checking, then I will reply to all of them. Yeah, thank you and see you next time.